Amani ya Mwenyezi Mungu jureni kote mliko, ndugu jamaa na marafiki ambao mnazidi kabisa kufuatilia vipindi vyetu hatua kwa hatua, siku baada ya siku, bila kuchoka, bila kuchoshwa. Kwa kweli hili ni jambo moja jambo ambalo linazidi kutufurahisha na kutufariji zaidi na zaidi. Leo kuna nini? Leo tunakuja moja kwa moja tunakuleteni mchezo rasmi kabisa, mchezo ambao tutakuja kuona haswa matatizo ya kuzungumzia neema zetu, na matatizo ya kutangazia neema zetu kwa wale ambao tunadai kwamba labda ni marafiki zetu wa karibu, jamaa zetu ambao tunawapenda, tunanyima na usingizi. Tatizo gani linatokea huko mbeleni tunapokuwa tunazungumzia neema zetu kwa kila wa huyu na yule, bila kutambua kwamba dunia hii sasa ni dunia ya maajabu, ni dunia ya wachawi, ni dunia ya mahasidi, ni dunia ambayo watu sasa kwa sasa roho zao kabisa ziko zinatoka kutoka kwenye ubinadamu zinakwenda kwenye unyama, kwanza zaidi hata ya unyama. Kwa hiyo nisikuchosheni, moja kwa moja tutazame mchezo wetu huu, alafu turudi studio tupeane nasaha kama kawaida yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beautiful. Hello, okay? Okay. Mashallah. How are you, mke wangu? Uko sawa? Karibu. Mashallah, mke wangu. Leo kwa nimekumisi. Karibu. Mashallah. Nimekumisi. Acha. Salambi. Picha yani. Safi. Hamjambo. Tuko nyumba. Niko. Barida hivyo. Yametulia mke kabisa. Mashallah. Na mke wangu, habari za hapa mke wangu? Wazima hapa? Hakuna tatizo lolote? Mashallah. Yaani mke wangu nakwambia, yani namalizaga kila saa kingia hapa nasikia tu rahatul qalbi. Yaani raha zile za helwa. Mara nasikia nani rehe ya Zanzibar, rehe ya Indonesia, rehe ya Saudia. Yaani nakwambia mke wangu, hii nyumba ulifanya kuwa inang'aa kila saa. Mata. Yaani mwanamke uzuri wako tu ndio unafanya nyumba na waka. Unaona mimi hapa nikimaliza tu masaa 3 sipo. Na kwa kama vile roho yangu ipo juu. Yaani nimeshatoa masaa 3. Ile pesa unaondoka. Yaani kwa mpweke. Usiniambie mama. Ona. Niaje sasa mke wangu? Wazima uko sawa? Changamka kwanza upate vitu mama. Hakuna tatizo lolote? Yaani madam nimekuona. Umekula? Njaa tena. Kwa mume kama wewe. Usiniambie. Sema tu nilikuwa nakusubiri wewe. Urudi ndio tushanye chakula. Mke wangu yo. Hawezi kala sijafika. Siwezi kabisa. Ndio hivyo bana, namshukuru Mwenyezi Mungu, natoka mizunguko yangu mashallah, mke wangu umebaki hapo na niombea dua. Yaani mizunguko yangu yote imekuwa safi. Namshukuru Mwenyezi Mungu mashallah. Au kuongoza kwa barabarani. Unajua mimi sio tabia sio. Kwanza mimi yani wewe unanimaliza kila kitu. Sinaga papara huko nje sijui nini eti nichepuka hapana. Yaani ni wewe tu pekee malkia wangu. Nashukuru Mungu nafika salama yani. Nafika salama. Niko bomba. Yaani sijata niko smart. Niko smart. Sina tatizo, nazidi kunawili, nazidi kuwaka kila popote nikipita hapo mtaani wanasema Ustaz Ali umekuwa safi yani unawaka. Yaani ndio utamu. Yaani utamu. Sio utamu wa ndoa. Umeona mke mwenye maarifa yake. Yaani mwenye maadili yana anajua kudekeza mume, anajua kumshika mume. Mashallah. Hajatokea huko kwa magenge. Nilikuwa sasa natoka huko kwa nani kwa Izium. Izium sasa ni mwanafunzi ambaye tumesomana naye Kenya. Sasa hivi anatumikaga na viwanda vya kutengeneza magari huko China. Kuna gari moja hivi, nataka kwanza nikutumanie gari moja nzito. Kwa sababu wewe unastahili kutembelea kwenye nzuri. Yaani sitakuwa kwangu. Yako wewe tena haitakuwa moja. Tunahitaji mbili unabadilisha kama vile unabadilisha. Wewe mama usijine kupe fumbatela aina gani? Yaani sikupe kizi la aina gani? Hiyo ibada ya kule chumbani. Na gani? Ibada ya kule chumbani. Basi nimeroga. Usijali. Yaani hiyo gari itengeneza special kwa ajili yako. Yaani wewe kwa uzuri wako Mwenyezi Mungu ambao amekujalia, unapaswa utembelee kwenye gari nzuri, uishi kwenye nyumba nzuri, ukule chakula ambacho wewe unakihitaji. Yaani uzidi kuwa mzuri zaidi. Yaani kanifanya ninenepe mpaka nipasuke. Ninenepe, mimi napenda kwanza upakie kwanza hivyo. Juu kinenepa hautakuwa unatembea. Yaani kwa raha zenyewe unanipa yani si tu kweli. Ushasikia sasa? Yaani hilo gari hapa nakwambia huyo sio. Nimemwambia tengenezeni gari. Hilo gari linakuja special kwa ajili yako. Pale kuplak anaandika kwa Samira wa Ali. Lazima andike Samira wa Ali. Yaani nakwambia hicho kitu ni special.
Kweli. Sasa hivi nafanya makosa kwa sababu nimekusurprise. Kwa sababu gani? Napenda nikusurprise kila siku. Yani si true kweli. Kuna kingine kipya hapa juzi hapa kidogo hapa kartemi wala kidogo hivi. Kuna bwana mmoja anataka kuuzisha nyumba yake hivi. Nimeona ni so amazing, nyumba nzuri hivi yani iko etage hivi. Sasa nikaona labda ni lazima juu naona hii tari ya yani Mungu akurahisishie kabisa. Mashallah. Yani sijui shukuru aje Mwenyezi Mungu. Yani sikupenda zaidi. Yani zaidi utanifanya nipagawe unajua. Wallahi. Kweli nakwambia wewe lazima nikufurahishe mke wangu kwa sababu yani wewe nakwambia hauwezi kukosa kitu. Waswahili watanisoma hapa. Narogwa mimi. Nakwambia lazima uende kwa mapenzi yote nzuri. Gari tembelee kwenye gari nzuri, uishi nyumba nzuri, yani ukule vizuri, uzidi kumeremeta mke wangu. Yani kama hii naona kama tayari napasha nitafute zingine nguo. Nitafute mwenyewe. Juzi pale nimepita pale kwa Mugisha shop nikaona vingine vya kanzo nzuri. Napasha na penyewe upatikie ili uchukue nguo nzuri. Nahitaji kila wiki ingia shopping kabisa, unahakikisha unabadilisha nguo. Lazima ukome kwa sababu watajuaje kama wewe ni mke wa Ali? Watajuaje? Boss lady mke wangu. Samira huyo. Lazima mke wa Ali anawiri awake wake na aishi katika vitu vizuri, vitu vya kifahari. Gari. Shopping kila wiki. Shopping sasa. Nani tena pale? Shopping ya 3 kila wiki. Nyumba. Yaani vitu vitatu, gari, mtu ambaye imeandikwa jina lako pale kuplaki, yani Samira Wali, nyumba kubwa sana, alafu shopping ya kila wiki. Yaani mke wangu hapa napozungumza hapa lazima nikubadilisha Waswahili. Maana mke wangu nakwambia hapa wewe nimekuoa kwa tabu. Sijui kama nakumbuka. Hadi wa kwenu hawakubali. Lazima niwakubadilishe. Yaani walizungumza maneno mengi. Yaani Waswahili wakazungumza vya kwao mara kale katakupa nini sijui nini. Utakosa nini mke wangu? Wamenikera kipindi naolewa na wewe, maneno mengi mpaka nakosa amani. Nashukuru Mungu tu. Nilikuwa na upendo wa dhati kwako yani mpaka leo. Malkia wangu nakuomba tulia hapa, umefika kwa hali. Hapa umefika na kwambia utakosa chenye sina, maana umevumilia vitu vingi sana, umevumilia mpaka ukakubali kuolewa na mimi. Kuolewa kwako kwangu ikaleta baraka, nikakuwa yani maisha yakanawiri, maisha yakakuwa mazuri. Sasa utakosa nini? Utakosaje kuishi kwenye nyumba? Yani kitu cha kwanza mume wangu. Nashukuru kwa kuwa unakumbuka fadhila. Ndio. Nashukuru kwa hilo. Na Mungu akuzidishie katika hilo jambo. Amina. Yani nimekuvumilia kwa taabu, nimetukanwa, maneno mengi yani. Namshukuru Mungu mpaka sasa tuko wote yani kwa hizo. Alhamdulillah. Yani mume wangu sina furaha kwa habari za nyingine. Kwa hizo habari umeniambia sasa hivi. Simu yangu zidi kunawiri mama. Namshukuru Mungu kwa kunipa mume kama wewe ambaye anajua thamani ya mwanamke, anajua kupenda. Sasa kama hujui thamani ya mwanamke utajua nini? Ndio hivyo. Mwanamke anahitaji kudekezwa. Nashukuru kwa hilo. Nashukuru kwa hilo kweli. Naahidi kukupenda daima na milele. Mashaallah. Sitakusaliti kabisa. Mpaka kufa. Yani kwenye taziko na mimi ndo kwenye taziko. Ndio hivyo. Mashaallah. Sasa tumeongea mengi, nashukuru Mungu. Okay. Na sisi umechoka tena? Nimechoka sana mke wangu, nimechoka sana mzunguko. Mashaallah. Kwa kuwa umechoka, sasa nikapendelea ukule kwanza. Ndio kwanza ukoge, alafu baada ya kukoga. Sio ukoge, ngalikuogeshe mimi. Unanikoshe mama. Tabia mimi kudekeza. Jamani, napata tabu. Ndio raha yangu. Hauwezi kupata tabu ni ngali. Na mimi nakuahidi kwamba labda nani nimekufa. Ndio hivyo na nikifa tunazikwa wote. Haya bwana. Twende. Ndio hivyo. Ndio mambo mengine ni kuosha alafu mashaba ndio hapana, umechoka umebeba huko. Ndio mambo ya kudekeza hayo. Ndio mambo ya kudekeza hayo kabisa. Mashaba. Acha nitangulie sasa. Aiwa. Okay, mambo ya kudekeza. Wote hapa jamani. Karibu. Waalaikum salaam. Karibu. Safi.
Leo umenikumbuka, umenihema. Acha rumba. Mbona tabasamu ni lote? Kama kawaida. Jamani, Sizali. karibu. Karibu. Ndio umenisusia sikiza ujana kama kawaida mume wangu yuko kufanya. Amenitolea mume wangu baraka kwa mama. Niambie. Sababu papa. Nzuri. Kwa raki. Shemeji vipi acha? Alhamdulillah. Vipi kwanza na mimi wangu yuko shemeji yangu? Shoga. Umwaka. Leo huyu mama. Niroga. Hawata usachota nipate hawata nikometie. Mume wangu. Alipotoka huko kutana hizo. Yaani amenikosha moyo. Jamani, beste wangu. Wewe ni beste yangu, lazima nikamsema kuchapia. Sio subiri nikwambie. Sema mkutano ametoka sasa hivi niko naye kwa habari. Mambo moto. Yaani mama amekuja na surprise hizo. Gari. Bibi. Gari ndio utakuwa unaona tu mtaani. Shasti. Ni mahali tunaenda mbele. Lifti kama kawaida. Tena imekuja special kwa ajili ya Samira. Mrs. Ali. Wow, kweli. Cha kwanza hicho. Nikijisikia kupata kwa unajua tena. Lazima nikupe. Wewe tena. Surprise ya pili. Nyumba. House. Tena sio ka nyumba haswa. Etage. Siku hizo ukipita iko unakuja na kuchungulia kuchini. Nani anakuja? Unapepeana ndio nakufungulia. Yaani, tena niangalia huko juu Ndio mke wa Mrs. Ali original. Kwa rasa mama kwa shida za wapa. Ya tatu. Shopping kila wiki. Yaani naye taka hivi hamna kuvaa nguo mara pili. Wewe nimepata. Kama na shopping himo ni mwaka wenye kondero gani waiki? Shopping himo. Japo si watu. Kwanza shopping himo. Kila wiki. Mwenzangu. Maendeleo yamekuwa maendeleo. Pastela. Gari. Shopping hivi kwa wiki. Mwenzangu. Basi ndapana. Yaani sivai nguo mara pili. Limoja natupa. Nisikia mwenzangu. Lazima nikusukumie. Sasa najua tena. Lazima. Wagizia. Wallahi. Kati ya kwaso ya mdomo. Mama. Hatuna bahati zao. Kwa maisha yanabadilika. Wallahi. Tutafika. Neema hizo mmepewa na Allah wabariki. Maana Mwenyezi Mungu amewaheshimisha. Kwanza wewe mlikuwa mnadharauika. Amewaheshimisha kwa kweli. Vile heshima kwa kweli. Ni hata ndugu yako. Kwenye tumetoka mimi na mume wangu. Bali. So, kwa mbali kwa mwenye unajua. Unajua si ndugu zangu wamenitenga? Najua sana. Wengi walisema. Wale wenyewe wamesema eti huyo atakupa nini yako? Bwana kitu lazima waseme. Mama. Yaani nikienda ni Samira. Anakuja. Wakati mbele mke mchafukoga amekuja lakini hivi Samira napokelewa kwa heshima. Kwa hivi usheme midomo imefunga hivi inakuwa Samira mtoto kwa nini nisiringe nakabwana ngalo kama ndio kanakuwa bwana kabwana leo kabwana kaenzi hizo hivyo imekuwa bwana. Na pia kuna jipya umekuja nalo. Ndio habari za nishakupa. Jipya? Ndio nimekuja nalo. Vipo. Baby. Ani. Emme wangu. Yaani leo wangu leo sijui nini. Unaniita mimi nini wewe? Kulikoni leo mume wangu? Mbona hivyo leo? Nini kwanza? Una nini mume wangu? Mwanamke? Mimi sikuelewi lakini toka mbele yangu kwanza. nini tena? Mimi nishasema toka kwanza mbele yangu kabisa kama mbali na mimi kwanza. Kwani una nini leo? Wewe
Usirudiane tena mkusogelea. Siku moja. Kwa nini? Yaani utafikiri kila kitu huko ndani choo. Isa. Sikia giza kupanuka. Wewe mimi mbona usisogelee. Kwanza wewe unatoka wapi? Ala mimi sikutoka. Ndio kweli. Umekuwa leo. Wewe kwanza ni mtu wapi wewe? Angalia tu sura yako kisiku. Yaani leo. Yaani sura yako tu kama uko kidudu vile kama kinatokea wapi huko msituni. Mume wangu sio kweli unanitania wewe. Mimi usirudiane tena kuniita mume wako. La hasha. Na ukirudiana kusaba kofi la muso, asikiwe. Mimi si mkeo. Wewe mimi ni wewe mtu kama wewe. Kwani wewe mtu kama wewe mimi? Aliweja mimi kama mkeo. Acha kujishusha, acha kujipandisha pacha. Mimi ni kwa kama mtu kama wewe. Toka kwanza mbele yangu. Nasikia harufu mbaya. Nyumba hii imegeuka choni. Basi imegeuka toka mbele yangu stage bitch. Na. Tusikiri nini didi? Harufu mbaya tu na nasikia kama vile nataka kuruka. Hivi kweli uko serious au? Kila kitu tu ni choni kabisa hapa. Kila kitu ni choni. Kuelewa wangu katika hiyo. Sikia tu nasi. Usinigusa unaleta nuksi hapa kwa hii nyumba, unaleta nuksi kwa hii nyumba. Nyasi toka. Mume wangu ni nini? Sikia kisimi na toka. Kwa nini aski? Mdogo wangu Samira, mbona unanitisha? Yaani umenipigia simu nikajua basi ni habari ya kilio au kuna tatizo gani? Na kwa nini unalia namna hiyo kama mwenye unyonge mkubwa? Kulikoni? Yaani dada, sijui hata nianzie. Kuna kheri huko jamani? Kipi kimekusibu ndugu yangu? Mume wangu huyo kanibadilikia ghafla. Ali? Naye mjua mimi? Yaani sielewi kwa ufupi. Imekuwaje haswa? Sababu mimi yule kijana namjua kwa ustaarabu mkubwa sana. Mume wangu hataki kuniona wala kunisikia. Kafanyaje? Imekuwaje? Yaani amekuja nyumbani sijui ghafla tu. Yaani amekuja nyumbani vurugu, hataki nimshike yaani nyumbani kwangu sasa hivi kumevurugika yani. Kwenye kilikuwa hapa kiko huko yani. Akidai nini kwani? Amekuja tu vurugu vipi? Yaani sijui. Yaani amekuruka. Yaani kama vile tu amechanganyikiwa. Umemfanya nini? Sasa anakuelewesha nini? Yaani unamwambia anakujibu ni ili nielewe. Yaani sielewi. Bora hata ningekuwa naongea ananisikia, yani hataki hata kunisikia. Nikimshika ananirusha, yani mara namnukia, sijui. Unasema amesema anakunukia? Mbona mimi najua asili yetu sisi tunaalikwa kabla ya kuolewa, tujue kisa kufikiza nyumba zetu, kisa kujifikiza au kuyafanya hayo wewe. Dada, kuna kinyesi ambacho nanisikia? Hapana. Kuna haja ndogo yote ambayo nanisikia? Nasikia raha nzuri ya udi, si ndo ninashangaa. Pakia nzima nimeimalizia ndani. Pakia nzima ya udi. Yaani nimefikiza nyumba yangu yote kama kisi unanijua. Ila ghafla amebadilika, yani amevumbuka ndani, sijui mpaka sijui hata iko naongelea kama ameshagongwa, amekufa, amefanya sijui yani. Hata simu nampigia haipi. Usiniambie. Kwani wakati mume wako alikuja ulikuwa umevaa hivi kabisa hivi ulivyo? Yani sijabadilisha kitu ana sijafanya ni hivi yani nimekurupuka tu mpaka. Sasa hiyo rehe hiyo harufu na hivi ninavyokuambia hivi sijui hata ameelekea wapi.
Yaani anasema tunamtolea harufu. Na kweli unahakikisha kwamba wewe ulikuwa na rehe nzuri kabisa kama kawaida yetu? Mdogo wangu, hebu niambie. Wewe hauna kirafiki, jamaa ambao wanakuja nyumbani kwako kutembelea ili nisome hii picha maana inanitisha. Unajua sisi ni watu wazima. Mimi sina marafiki kama kisuna nizoea. Sina marafiki. Isipokuwa ni yule mmoja tu ambaye unamjua. Ule besti wako Shosti. Ule besti kabisa. Yule ndo anakujaga nyumbani kwangu, tunapiga plage kama kawaida. Yule tu. Hakuna na siku hizi 2-3 kabla mume wako hajakimbia. Alikuwa alishafika pale? Hajaja kutembelea hizi siku. Alikuja juzi tu tunamkuta nyumbani. Akawa ameniomba nguo eti anaenda kwa harusi. Eti ni mwanzimu. Nguo. Ni hii ambayo ninaivaa. Ni hii ambayo unaivaa? Kwanza. Ndio leo mazima Afu akakurudishia. Dunia. Sasa mdogo wangu, zile habari zako weza kutaka kuzungumzia neema za mume wako. Unakumbuka nilipotoka na rafiki yangu ule wa Omani tunakuja nyumbani kwako kutembelea. Humjui hakujui. Nakuja kumuonesha mdogo wangu huyu kaanza kuzungumza neema zote. Tumefika nyumbani kwako kaanza, dada sijui mume wangu kaniletea chokoleti, sijui mume wangu kaniuzia hivi, sijui kanunulia hivi. Kama uliyafanya na kwa huyo rafiki yako, hange sana. Isiwi ni sababu ya kuchukua nguo yako kaipeleka, imerudi inapigwa bubble nuks. Kavurugika mume wako, karogwa. Imetiliwa nuksani mkosi. Imetiliwa harufu za kishetani, mume akikuona na kuona mnyama wewe. Unamzungumzia neema zako huyo rafiki yako? Maana ndakujua wewe. Hebu naambia ushamzungumzia kuhusu mume wako, habari zako, alipokununulia gari na kadhalika? Umeshamwambia Basi tayari tumeharibikiwa. Kwa utu uzima wangu na experience ambazo ninazo katika dunia hii, sioni lingine kinyume na kurogwa. Sababu Ali ninavyomjua, kwanza mstaarabu, pili mwanaume mwenye ibada, tatu mwanaume mwenye mapenzi kwa mke. Hilo joto lako langu yako nampa, ndo watu wanafanyana machawi kupitia nguo. Yaani kama ni kanifirisi kabisa. Ndiye maana haustahili hata siku moja kumpa rafiki yako nguo yako eti ni azime kuna harusi nini. Makosa rafiki yangu, maana hiyo nguo inaweza kukuletea kizaazaa ndani. Inaweza kukuletea balaa. Na ndo kama hiyo kaishukua amerudisha, umetia mwilini, mume kakuona nyoka. Nafikiri mmeona ndugu zangu, mmeona nyewe nafikiri mmejionea wenyewe vipi mtu anamfirisi, anamharibia mwenzake katika ndoa yake. Haya masala yako mengi sana mitaani. Wadada wengi wanaribikiwa katika ndoa zao bila kujielewa, wanaribikiwa kupitia nini? Wengi sana. Masala haya uchawi kwa kweli yamekithiri zaidi. Watu wengi kwa sasa ni washirikina, ni wengi sana. Anaona kwamba ili kumharibia mwenzake, labda aweza kamua moja kwa moja, anamuendea kwa mchawi, anamtolea pesa. Wewe hasa mimi leo naongea na wewe ambaye kwa kweli unanitazama, unajua umeshachukua pesa yako na kwenda kumtolea mwenzako, awe katika ndoa au siwe katika ndoa, ili umharibie maisha yako. Ndugu yangu, nakuomba badilika mapema wakati bado ungana na fursa hii, kwa sababu unajua kama kujitusha mzigo kama huyo, kuvuruga ndoa ya mtu, ndoa ya mwenzako, ndoa ya rafiki yako, ndoa ya ndugu yako, unaivuruga kabisa kwa sababu tu ya roho yako mbaya, kwa sababu ya husda zako. Kwa hiyo ndugu yangu, badilika kabisa. Kama una uchawi wote unimrudishie mwenyewe, au nenda utupe baharini, au choma kabisa, kwa sababu hiyo unajitwisha mzigo mkubwa sana. Na wewe mwanandoa ambaye una neema, Mungu anakupatia neema, mume wako anakuneemesha hizi na zile, kuwa msiri, tuwe wasiri. Kila mara huwa nawaambia watu, jamani, kimya ili tufike kwenye malengo. Tuwe na system ya kimya ili tufike kwenye malengo. Mkimya amelaumika sana, lakini amefika kwenye malengo makubwa sana. Alafu na hadi tangazia amesifika sana kasifika, lakini mwisho wa siku amefeli, mwisho wa siku amehuzunika, mwisho wa siku ametaabika, mwisho wa siku amefeli, mwisho wa siku amehuzunika. Kwa hiyo ndugu yangu, jitazame,
Mambo mengine sio ya kutangazia. Mambo mengine ni heri akae katika kifuani mwetu kuliko kutangaziwa. Dunia sasa ndugu yangu imeharibika. Hata ndugu yako damu aweza kufanyia husda, hata mzazi wako aweza kufanyia khiana. Tuache sasa hao marafiki, kwa sababu leo rafiki wa leo ni mtihani. Unamsaidia leo na unamfanyia hana yale, kesho anakubadilikia na kufanyia maajabu. Kwa hiyo ndugu zanguni, tubadilike. Kwa na imani kwamba mmeridhika na mafunzo ya leo. Bila shaka ukiwa na kile ambacho labda una maoni yote ile ambayo unataka kutoa, basi usijiogopi. Nifikishie tu message yako, acha comment yako hapo chini, nitaiona moja kwa moja na tutakufikisheni. Next time tunataka katika vipindi vijavyo tuanze kwa hata tunasoma hata message za watu hata kama 10 na ngapi, tunazungumzia message zao na tunajibia katika message ambazo wanazitoa. Kwa hiyo sasa ndugu zangu, tuendelee kwa pamoja mkono kwa mkono ili tufike kwenye malengo, ili tuweze kubadilika zaidi, tuwe na dunia yenye utulivu, dunia yenye upendo na amani. Kwa hiyo mimi niko hapa, turudi moja kwa moja next time ili tuweze kupata katika kipindi kingine Badilika, kuweza kupeana nasaha hizi na zile. Hivyo na kukumbusha kwa mara nyingine, wewe ni mpya unaingia, usisahau kusubscribe. Wewe ni mwenyeji, basi hata comment yako ndogo mwenzangu, acha uchoyo. Comment mwenzangu, comment yako tu ndogo, acha uchoyo. Comment unaandika tu kidogo pale, jamani hivi na hivi, tutashukuru sana, tutaipata. Au unatia like kuonyesha kwamba tuko pamoja. Kwa hiyo next time, same place. Bye bye.